So tulikuwa tumeishia kwenye upande wa changamoto ambazo nimezipata tokea nimeweka hizi places, lakini kabla sijaenda kwenye changamoto, naomba niweze kusimulia ile the first day ambayo nilikuwa nimeenda. So nilikuwa ninaogopa sana, imagine kuwekewa vitu huko mdomoni. So nilikuwa nimeenda the first day, nilikuwa naogopa sana, lakini kila kitu kiliweza kwenda vizuri kwa sababu nilikuwa naogopa kula kuswaki, yani nilikuwa na vitu vingi ambavyo ninakuwa ninafia. Lakini siku ambayo nilikuwa nimeenda ndio hivyo yani kitu ambacho kilinisumbua, hakuna maumivu yoyote ambayo nilikuwa nimeyapata kusema kwamba ni maumivu, ila kitu ambacho mimi nilipata changamoto ni kwamba ile wanavyokuwa wanataka kuweka hizi places huku mdomoni kunatakiwa kusiwe kuna mate. Kwa hiyo kuna hiyo mashine ambayo wanatumia kukaushia mate ni kama upepo fulani hivi unapuliza. Kwa hiyo ile ilipokuwa inapuliza, yani ndio nilikuwa ninaumia. Yani mpaka sasa hivi na imagine nilikuwa ninaumia sana. Yani nilikuwa ninaumia. Yani hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kimenitisha kidogo na kilikuwa kimenipa discomfort kidogo. Lakini wakati wa process nyingine ambazo zilikuwa zinafanyika pale ilikuwa tu ni kawaida, hamna maumivu. Sikupata maumivu, yani ni maumivu tu ni kawaida. Kwa baada ya pale kumaliza, so obviously nilijisikia mdomoni like yani sio sawa kwa sababu ndio hivyo vitu vimewekwa mdomoni. So ilikuwa ni changamoto sana kuweza kuongea. Yani kuongea ilikuwa ni changamoto sana. Hata sasa hivi napata changamoto kidogo kwenye upande wa kuongea, lakini sio kama ile mara ya kwanza. Yani ilikuwa ni changamoto sana kwa sababu yani like hizi lips zinatakiwa zisogee sana huku mbele ili uweze kuongea vizuri, kuweza kupata hiyo balance. Lakini mwisho wa siku nikawa nimezoea hivyo. So maumivu siku ya kwanza kwa sababu niliambiwa kwamba kama nitaweza kupata maumivu yoyote yale niweze kutumia painkiller, lakini kama nimetumia painkiller na maumivu bado yakaendelea, nifanyaje? Niweze kurudi hospitali au niongee na daktari wangu ili aweze kujua namna ya kuweza kusolve. Lakini ile the first day nilipata maumivu, lakini hao maumivu ambayo nilipata hayakunifanya hata niweze kutumia painkiller. Maumivu tu ambayo ni ya kawaida kwa sababu ndio hivyo vitu vimewekwa huku anavutana hivyo. Kwa hiyo nilipata kidogo, japo hii hapa maumivu sijui discomfort nyingine huwa inategemeana na mtu na tatizo lake, kwa sababu wengine huwa wanapata changamoto kabisa ya kuweza kuongea. Yani inakuwa ni changamoto kabisa. Kuna dada ambaye nilikuwa nimemuona Instagram na ameweka braces. Changamoto yake nadhani ni mpangilio naye wa meno. Yeye alikuwa anashindwa kabisa kuongea, na kumbuka alikuwa anafanya voice over mpaka akawa hand over hiyo kazi ya voice over kwa mume wake katika hiyo biashara yake ambayo alikuwa anafanya. Kwa hiyo it was very hard for her kuweza kuongea, yani changamoto. Kwa hiyo ndio ilikuwa iko hivyo. Ni siku moja tu hizo discomfort ambayo ya maumivu ndo niliweza kupata, lakini siku ya pili ilikuwa iko sawa. Kwenye upande wa kula, siku ya kwanza ilikuwa ni changamoto sana kuweza kula. Yani unakula like chakula kinakuwa humu kwenye braces. Yani inakuwa ni changamoto. Kwa wakati mwingine unaweza hata yani ile hamu ya kula nini unavyokuwa unafikiria kwamba chakula kinakuwa humu, yani inakuwa ni changamoto kidogo, kwa sababu yani wanashauri kwamba kila ukimaliza kula lazima uende kusafisha meno. Lazima uende. Last hivyo ndio hivyo utakuwa ni mchafu kwa sababu chakula kinakuwa kipo humu. Umeona? Haya, kwenye upande wa kuswaki. Upande wa kuswaki ndio hivyo. Unaswaki tu kama kawaida kwa kutumia mswaki wa kawaida. Lakini pia kuna miswaki ambayo ni special kwa ajili ya watu ambao wana braces. Na mimi nilikuwa nao huo mswaki nilikuwa nautumia, lakini naonaga kwamba
sijajua kwa upande wangu nilikuwa naona kwamba bora tu nitumie mswaki wa kawaida. Kwa hiyo natumia mswaki tu wa kawaida hivyo. Ndio hivyo. Haya. Changamoto nyingine ambayo nilikuwa nimepata ni kwamba unaweza ukaona mara ya kwanza mimi kabla sijaweka braces nilikuwa nina fizi ambazo ni nyeusi kama huko chini. Lakini sasa hivi fizi zangu ni nyekundu. Umeona? Kwa hiyo na mimi nilikuwa napenda sana fizi nyeusi. Kwa hiyo sasa hivi fizi zangu ni nyekundu, sio nyeusi tena. Kwa hiyo I hope maybe nikitoa zitaweza kurudi tena kuwa nyeusi, lakini hii hapa sio, it is not a big deal. Wengine wanauliza kwamba okay, kwa hiyo unatoa lini? Kama nilivyosema kwamba yani almost nimeshamaliza matibabu, kwa sababu lengo langu lilikuwa ni kuziba gap, mwanya, na nimeshazizika tayari. Ambacho kinanifanya mpaka sasa hivi niweze kuvaa hizi braces ni haya magepu madogo huku na huku hivi. Ndio maana mpaka leo nimevaa. Tuna correct hizo gaps, ikiwa iko sawa nitaweza tu kutoa siku yoyote. Baada ya kutoa nitaweka kitu wanaita nini? Retainer. Wanasema kwamba unaweka retainer kwa ndani ya unataka ukae na retainer ndani ya mwaka mmoja ili kuzuia kwamba meno yasiweze kurudi katika ile hali ya mwanzo yalivyokuwa. Kwa sababu usipovaa hicho kitu, wanasema kwamba kwa mfano mimi nilikuwa nimefanya au nimeweka braces kwa ajili ya gap, na maana nisipovaa hiyo retainer naweza nikapata tena gap. Umeona? Kwa hiyo baada ya kutoa hapa nilikuwa nimeshamaliza, nitaweza kuvaa hizo retainer. Kwa hiyo katika hizi retainer wamesema kwamba zina cost kama shingapi? 300,000. Wamesema na cost kama 300,000, lakini sijajua. Mimi ninajua tu peke yake, na maana inaweza ikawa ni nusu ya hiyo hapo. Kwa hiyo gharama zote ambazo nitakuwa nimetumia ni kama tuseme tu 1.5. Tuseme tu ni 1.5, yani ndo gharama total ambazo ninakuwa nimetumia ili kuweza kutatua hii changamoto yangu. So that is all about braces hizi hapa ambao mlikuwa mnauliza, mnataka kufahamu. Lakini pia kama bado una swali lolote kuhusiana na hizi braces, unaweza ukaniuliza. Kama kitu nakifahamu, naweza nikakujibu pia. Kwa hiyo hivyo yani kwa matibabu yani braces yani zinasaidia sana, zimenisaidia sana. Hata wengine ambao nimeona walikuwa wamevaa wana changamoto za dental smile zao au meno sio yamefanyaje, yamepandana. Yani ni matibabu ambayo ni ya uhakika. Hata Zari nadhani mlionaga kuna kipindi fulani hivi alikuwa anavaa hizi braces, naye aliweza kupangilia meno yake pamoja na umri wake, lakini ziliweza kumsaidia kuweza kupanga meno yake vizuri. So kama bado una swali unaweza ukauliza, kama ninajua nitaweza kukujibu.